Bwana, baada ya kupita sikukuu ya Idi, ligi kwenda mapumziko takribani ya wiki mbili tukipisha kalenda ya FIFA, huku tukishuhudia Tanzania pia akiwa amepangiwa ratiba yake katika kalenda hiyo ya FIFA, lakini tayari kwenye touchline ni naye bwana Mbungo Junior ambaye tutakwenda kuzungumza mambo mbalimbali ya kisport hususan ndani ya klabu ya Young Africans ambako huko kuna mapya ambayo yameweza kuibuka, lakini pia tutaweza kugusia upande wa pili hapa nikizungumzia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, pia kuna jipya ambalo limeweza kutokea. Bwana Mbungo Junior, uhali gani ndugu yangu? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kunemesha neema kubwa na ndogo kwa kuweza kutufikisha siku ya leo tukiwa salama na afya tele mpaka tunapata wasaa wa kukaa kwenye touchline na kuweza kuzungumzia sport. Ndugu yangu, kwanza nimpende kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru viongozi wangu wa Young African Sports Club kwa kuweza kukaa chini na kuketi na kupitia ripoti ya mwalimu kwenye mechi 16 ambazo tumecheza na kuweza kugundua madhaifu kadhaa yaliyokuwepo kwenye klabu yetu mpaka kutupelekea matokeo haya tuliyopata kwenye mechi hizi 16, hususani kwenye mechi hizi za mwishoni, matokeo ya sare back to back. Lakini kwa uono wao, uelewa wa viongozi wetu, wameweza kukaa chini na kuona suluhisho liko wapi. Moja ya matatizo ambayo yameonekana ndani ya Young African Sports Club hii kwa wapenda soka wote, nadhani limeonekana ufinyu ugumu wa ratiba waliokuwa nayo Young African Sports Club umesababisha kutoa injury nyingi. Vile vile kuna madhaifu ambayo yameonekana ndani ya benchi la ufundi na kuweza kuongeza nguvu. Ni wasifu sana viongozi wa Young African Sports Club kuweza kuliona hili na kuweza kumrudisha Morin pale kwenye benchi la ufundi kwa lengo la kuongeza nguvu. Na na amani kabisa na hiki kilichofanyika na viongozi wangu. Tena nina furaha tele, naamini kabisa tutarudi kwenye ligi tukiwa na nguvu ya kutosha na kuweza kutetea ubingwa wetu tuliokuwa nao 25, kutetea ubingwa 25 26. Morin aliwahi kudumu kwenye viunga vya Young African Sports Club chini ya makocha kadhaa ambao waliopita, lakini changamoto za hapa na pale, makocha wakija, kuna changamoto ambazo zilipita, kila kocha akija kuja na kocha wake msaidizi Ngauli alikuwa na ukurugenzi, imepelekea kuondoka. Lakini viongozi wa Yanga kwenye kukaa chini na kuweza kuligundua lile na kuweza kumrudisha tena kwenye benchi. Ndugu yangu, ni kuhakikishia Anuari, Young African Sports Club na waamini viongozi wangu kwa hiki kilichoenda kutokea, naamini kabisa 25 26 Yanga bingwa tena mara 5 mfululizo. Bwana msemaji wa klabu ya Young Africans hapa namzungumzia Ali Shaban Kamwe, katika moja ya interview na kituo kimoja cha redio aliweza kuthibitisha ni kwamba moja ya changamoto ambayo inaisumbua Young Africans hivi sasa, moja changamoto ni usajili ambao haukuwapa malengo au haukutoa matarajio yao katika msimu huu wa 25 26, lakini pia urejeo wa Morin unaenda kubadilisha nini ndani ya klabu hiyo ya Young Africans, huku tukijua kwamba Pedro Gonçalves mara ya kwanza alikuja na msaidizi wake, lakini pia akaletewa msaidizi mwingine wa pili, lakini pia bado kumeendelea na kufeli ndani ya kikosi hicho cha Young Africans. Yani tunapozungumza yani siwezi kupingana sana na usajili. Unajua usajili ni kamari. Na ndio maana ukiona mpaka msemaji amesema kuwa kuna sajili ambazo tuliziona zitatufikisha nchi ya ahadi, lakini zimeshindwa kutufikisha nchi ya ahadi. Ni ukweli kabisa. Unajua vipo vitu vya kupinga, kuna vitu ambavyo huwezi kuvipinga. Yani kama dirisha kubwa tumeweza kuleta wachezaji takriban 6 afu tukawatoa kwa mikopo. Yani inaonyesha moja kwa moja sajili ambazo tulizozileta hazikukidhi malengo yale ambayo Young African Sports Club tuliyatarajia. Tumekuja tena kwenye sajili nyingine, ukiangalia sajili ya mwalimu tunamtoa Roman Forest, tunamleta mwalimu Petro mwanzo wakati anakuja na mwalimu wake msaidizi timu ilikuwa ina flow vizuri, inacheza vizuri, lakini sasa hivi ukiangalia timu ina flow sana kwenye kushuka, haieleweki inacheza mfumo gani. Kwa hiyo kuletwa kwa Morin, naamini kabisa suluhisho la Yanga kwenye hizi mechi 14 zilizobaki, naamini kabisa tunarudi tukiwa wa moto na tukiwa na matarajio makubwa ya sisi kuwa mabingwa tena msimu huu. Kwa nini nakwambia hivyo? Mimi naamini sana viongozi wa Yanga. Alafu ni viongozi ambao kwanza wasikivu. Alafu kwenye makosa wanapenda kukaa chini kwa pamoja. Unajua mpira ni mchezo wa ushirikiano. Na ndio maana umeona inaitwa kamati tendaji, unakaa pamoja tunajadili, unamuita mwalimu, unapokea ripoti yake, unamuita mwalimu. Kwa hiyo mpaka wamefikia maamuzi ya wao kumuongeza mtu kwenye benchi la ufundi. Hii ni dhahiri kabisa viongozi wamedhihirisha na kuona
yani pamoja na ufinyu wa ratiba vile vile kuna mapungufu sehemu ya benchi la ufundi, na ndio maana wameona waliboreshe kwa lengo la kuipa nguvu Young African Sports Club na tuweze kutetea ubingwa wetu. Ubingwa wa msimu huu ndugu yangu ni mgumu sana. Lakini pamoja tunasema hii tunamuongeza mtu kwenye bench. Ni kweli kabisa. Tunakiri kabisa kwenye benchi yetu kuna vitu kabisa ukiangalia wakati mechi inachezwa kuna vitu ambavyo vinayumba. Inawezekana uchanga wa mwalimu yule msaidizi aliyokuja sasa hivi ni tofauti na yule ambaye ameondoka. Kwa hiyo utofauti huu viongozi wameuona na ndio maana wakaika ingizo jipya kwenye benchi la ufundi kwa lengo la kuongeza nguvu. Haya yote yanafanyika si kwa bahati mbaya, yote yanafanyika, lengo letu ni moja tu, kutetea ubingwa wetu ambao tumeushikilia mpaka hivi sasa wa 24 25, na tuweze kuchukua tena huu 25 26, kwa sababu ufinyu huu wa ratiba uliopo. Lakini tunashukuru hii break tuliokuwa nayo hivi sasa. Nikuhakikishie ndugu yangu, kwanza tunafurahi sana sasa hivi wananchi. Kikao cha juzi kimetupa amani na furaha. Sawa, kwa kuweza kuongezeka kwa Morin pale, kwa sababu tunajua Morin kazi yake alishadumu pale kwenye viunga vya Young African Sports Club, tunaijua kazi yake. Ni kocha wa aina gani, nini anaenda kuongeza. Kwa hiyo watu wa Yanga sasa hivi hatuna doubt na uongezaji wake, tunaamini kabisa tutarudi tukiwa imara. Furaha nyingine tuliokuwa nayo, tunashukuru mpaka hivi sasa kabisa kwa taarifa ya msemaji wetu na daktari wa timu, mpaka hivi sasa tulikuwa na injury wachezaji kadhaa, lakini mpaka hivi sasa wachezaji watatu wameshajiunga kwenye kambi kwenye mazoezi ya Young African Sports Club. Hapa tunamzungumza Prince Mpumelelo Dube amerejea, Shedrack Kiboka amerejea na Edmund John wamerejea. Kwa hiyo unaona kabisa hii break tulioipata na kupunguza kwa majeruhi tuliokuwa nao, yani naamini kabisa tunarudi tukiwa bora sana kwenye mechi inayofuata, kwenye mechi ya 17 ambayo tutakwenda kufuata mechi inayofuata. Ndugu yangu, kuna taarifa ya Elim Panzu kuongeza mkataba Simba Sports Club. Moja ya mchezaji ambaye anaimbwa sana Young Africans lakini pia anacheza Simba Sports, hatimaye ameongezwa kandarasi ya miaka 2 mpaka 2028 kukinyuka kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na nikukumbushe tu moja ya interview ambayo uliweza kuzungumza wewe ni kwamba Elim Panzu yuko mbioni kujiunga na Young Africans. Na mimi kipindi nazungumza vile ilikuwa kipindi cha usajili wa dirisha dogo Januari. Lakini kwa nini nilikuwa nimesema vile? Nilikuwa nimesema vile ndugu zetu walikuwa wamelala sana. Timu yao ilikuwa haieleweki kwenye usajili tofauti na ilivyokuwepo. Kwa hiyo na Simba hawezi kujishikilia wenyewe, yani mpaka uabusti kwenye maneno. Kwa hiyo maneno yale yalifanikishwa kuweza kumbakisha Elim Panzu. Leo hii unajua mpira sasa hivi ni mchezo wazi sana. Afu mpira unahitaji uwekezaji, sio maneno. Mpira sasa hivi uongozwe na Instagram, Twitter wala auongezwe na TikTok. Hebu kiangalia hichi kituko ambacho kilichofanywa hivi tu juzi kati na huyu hapa juzi kati tu na huyu tajiri wao. Hivi wana muda gani Simba Sports Club hawajaisikia kauli ya tajiri wao wamekuja kusikia juzi? Wana muda gani mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club hawajaisikia kauli ya tajiri wao wamesikia hivi juzi? Unajua tajiri wao ni muuni sana. Ni muuni, ni mjanja sana. Afu huko tumeshatoka. Hapa Simba anapitia msoto hapa. Wanapitia msoto hapa. Tajiri hakusema neno lolote, hakusema namuongeza nani wala hakusema lolote, wala hakuja hata kutembelea kambi ya mazoezi. Hapa ndio sehemu ambayo kila siku tunaambia hawa wasionekane kila mahala, kuonekana wao madunduka. Yanga anapata sare back to back mechi 3. Tajiri anatoka hadharani. Yani Yanga anapata sare back to back 3. Simba wakati alimepata sare naye hakutoka. Simba anashinda mechi moja, tajiri anatoka kwa kuangonga visogo, kwa kuona timu inakuja niseme nisiseme, anakuja anamuongeza Elim Panzu. Kumuongeza kwa Elim Panzu, yani ndio tajiri kama kiki. Tajiri mpaka sasa hivi Simba wanatakiwa watambue kwa mfumo wanaokwenda kwenye klabu yao mpaka hivi sasa Simba haiongozwi na bodi. Kwa cheo ambao wao walichompa cheo binafsi ambao kwenye mpira hivyo si mwenyekiti wa heshima, hasaidiwi kusaidia. Kwa hiyo wampongeze Mo kwa kuweza kuwasaidia kwa kumbakisha Elim Panzu. Lakini Simba sasa hivi wanajitambua kwa Simba sasa hivi haiko kwenye bodi. Kama wameelekezwa wafuate mfumo wa kikatiba uliopo sasa kwa maelekezo ya serikali, kwa moja kwa moja automatically, yani bodi haipo, imeshavunjwa. Kwa hiyo kwenye hiki wampongeze rais wao wa heshima kwa kuweza kufanikisha kumbakisha Elim Panzu. Yanga Afrika tulikuwa na uhitaji wa Elim Panzu ndugu yangu. Sisi laiti kama hapa
hapa Tanzania hakuna mchezaji yoyote ambaye Young African Sports Club si tunamtaka, alafu tukashindwa kumpata kama kweli tunamtaka. Elie Mpanzu ilikuwa ni propaganda tu, zilipokuwa propaganda za mitandaoni, nao wamejaa kwenye mfumo, wametoa hela, wamemchukua. Young Africa hatakuwa kwenye rada za kumtaka Elie Mpanzu. Yote kwa yote tuwapongeze, wamempakisha mchezaji wao waliokuwa wanamuona bora, lakini kwa sasa amepoteza ule ubora, ameteza ubora. Sasa hivi timu star kibabage sasa hivi. Simba ni klabu pekee ambayo kwenye msimu hii pia hiki karibuni haijawahi kumaliza msimu ikiwa na star mmoja. Shazi Ahoua kashakuwa star, sawa? Mutale kashakuwa star, Fred nani yule? Fred alishakuwa star, Elie Mpanzu mwenyewe kashakuwa star. Yani kwenye msimu mmoja timu inaweza ikaimba mastaa zaidi ya 5 6. Hamna timu ya mpira ya hivyo ndugu yangu. Ila hii yote udogo wa wachezaji wanaowamiliki, na ndio maana leo anawaka huyu, kesho anawaka huyu. Yule anayewaka kwa siku kwenye mechi 2 3, huyo ndo anaonekana star. Lakini yote kwa yote tuwapongeze kwenye hili ambao waliofanya. Yote kwa yote tutakutana tena kwenye raundi ya pili. Ndugu yangu, sisi wananchi kama tulikuwa tumekatishwa tamaa, lakini viongozi wetu nikwambie, kwenye hichi kikao ambacho wamekaa na kutuongezea mtu kwenye benchi la ufundi, nikuhakikishie kabisa sisi morali yetu iko juu kweli kweli. Hii yote kwa yote, ukitaka kuona Yanga Afrika ni timu aina gani, angalia tarehe 8 nini Yanga Afrika wanatokaje hapa Dar es Salaam kwenda Mwanza kumfuata Pamba Jiji. Tutatoka kwa kishindo hapa na msafara utaanzia makao makuu ya klabu ya Yanga. Unajua Yanga ndio klabu peke yake hapa Dar es Salaam. Tukizungumzia majanti wawili ambayo wanasehemu ambayo ya kwanza msafara wao kutokea. Lakini wale wenzetu hawezi kuanzisha msafara ukasema ameenda kutokea Msimbazi. Sababu pale sasa pale wapauza mitumba kuliko wao wenyewe ndugu yangu Anwar. Yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwapa uono viongozi wetu na kuweza kulifikia ili ambao waliofanya la kutuongezea kwenye benchi Morin, kocha ambaye tulikuwa tunamkubali lakini aliondoka kwa sababu za makocha wengine ndugu yangu Anwar. Bwana, hayo ni yale katika moja na mbili ambayo tuliweza kukuandalia juu ya kikosi cha Young Africans na yale yaliyopo ndani ya kikosi hicho, lakini pia upande wa pili wa Simba Sports. Bwana, sisi tunamaliza namna hiyo hadi kwa wakati mwingine. Chao.